Yakiwa yamebakia masaa tu kama siku moja kuelekea mechi ya marudiano au raundi ya pili baina ya Dar es Salaam Young Africans na Tabora United. Ikumbukwe mechi hiyo itachezwa kesho Jumatano tarehe 2 mwezi wa 4 kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Sasa kabla ya hiyo mechi kuchezwa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nje ya uwanja kwa viongozi wa timu hizi mbili, lakini pia kwa upande wa Tabora United ni kupitia kwa mkuu wa mkoa huo ambaye amekuwa ni chachu ya Tabora kufanya vizuri kwa kuweka ahadi tofauti tofauti au promise pale Tabora inapocheza na timu kubwa. Kwanza alianza na mechi ya Simba ambapo aliweka mezani milioni 50 ambazo pia hazikuchukuliwa kutokana na kwamba Tabora walipoteza mchezo huo, lakini sasa hivi amekuja tena ameongeza dau na kuweka shilingi milioni 60 endapo tu Tabora watapata ushindi mbele ya mabingwa watetezi wa ligi hiyo Dar es Salaam Young Africans. Sasa taarifa tulizonazo inadai kwamba siku chache kabla mechi ya Yanga, Tabora yafichua kuwafukuza kocha na kipa kisa tuhuma za hovyo. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha, ikiwa zimebaki siku chache kabla ya kukutana na Dar es Salaam Young Africans, amefichua kuwa klabu hiyo imemuondoa kocha na mlinda mlango kwa tuhuma za kuihujumu klabu hiyo. Akizungumza kupitia kipindi cha Game Plan cha EFM Jumapili ya Machi 30, 2025, Mheshimiwa Paul Chacha alisema kuwa yupo imara katika kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa klabuni, huku akikiri kumuondoa mlinda mlango wao Hussein Masalanga baada ya kubaini kuwa alikuwa anahusika kwenye kuihujumu klabu ya Tabora United, ambapo baada ya kupata vithibitisho alichukua uamuzi huo mara moja. Mbali na Hussein Masalanga, Mheshimiwa Paul Chacha alikiri kumuondoa kocha mkuu wa Tabora United Anicet Kiazaidi baada ya kugundua alikuwa anahusika pia kwenye kuhujumu maendeleo ya klabu hiyo kwenye mpira nchini, jambo lililomfanya aweke wazi kuwa yupo imara na muda wote akigundua kuwepo kwa mchezaji au kiongozi ambaye anaihujumu Tabora United atamuondoa haraka mara baada ya kuthibitisha swala hilo. Kauli za Mheshimiwa Paul Chacha zimeibua mjadala mkubwa, huku zikionyesha wazi kuwa kama kuna ukweli kuhusu kile anachokisema, ni wazi kuwa mpira wa Tanzania bado una safari ndefu, kwani hongo si swala zuri kwenye soka. So hayo ndo yanayoendelea huko mkoani Tabora kuelekea mechi ambayo itachezwa kesho. Kumekuwa na vijembe vingi sana. Yanga wamefika kwa vurugu kubwa sana mara baada ya kumtanguliza afisa habari wa klabu hiyo, lakini pia na mkuu wa wanachama wa matawi bwana Alikamwe kwenda kufanya maandalizi ya mchezo wa kesho, huku timu ikitarajia kuondoka leo kwenda huko Tabora kwa usafiri wa ndege. Sasa haya yakiwa yanaendelea lakini pia tunaarifiwa kwamba Tabora United kuikabili Dar es Salaam Young Africans bila mchola ramani ya ushindi. Tabora United itawakabili mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara ambao ni namba 4 kwa ubora Afrika, Yanga, bila uwepo wa mchora ramani ya ushindi kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza alipokutana katika dakika 90 za kuvuja jasho. Mpaka mchora ramani huyo anakutana na thank you, rekodi zinaonyesha kuwa alikaa benchi kwenye jumla ya mechi 14, ushindi mechi 8, sare ilikuwa katika mechi 5 na alipoteza mchezo mmoja ndani ya msimu wa 2024-2025. Huyu ni Anicet Kiazamak.
Ndani ya dakika 1260 alizokaa benchi, ushindi ilikuwa ni dakika 720, sare dakika 450 na kupoteza ni dakika 90. Anaingia kwenye rekodi ya timu zilizopata ushindi mkubwa mbele ya Yanga kwa msimu wa 2024-2025 ndani ya uwanja wa ugenini. Kwenye msimamo, Tabora United ipo nafasi ya 5 ikiwa na point 37 baada ya mechi 23. Ushindi ni kwenye mechi 10, katika hizo moja ilivuna pointi 3 mazima ugenini dhidi ya Yanga ambao ni mabingwa watetezi. Ilipoteza mechi 6 ikiambulia sare kwenye mechi 7 ndani ya msimu wa 2024-2025 na safu ya ushambuliaji imetupia mabao 27, ukuta umeruhusu mabao 28. Christina Muhagara, afisa habari wa Tabora United, ameweka wazi kuwa wanatambua wapinzani wao wanahitaji kulipa kisasi kwa kupoteza mchezo uliopita. Hilo wasahau kwa kuwa wapo imara na wanahitaji pointi 3. Tutakuwa nyumbani kwenye mchezo wetu ujao. Kikubwa tunahitaji point 3 kwa kuwa kazi yetu ni kuleta ushindani. Tulipata ushindi mzunguko wa kwanza na sasa tunahitaji alama nyingine mbele yao. Mashabiki wawe pamoja nasi kwani hili linawezekana. Huyo alikuwa ni Christina Muhagara, lakini aliendelea kwa kusema ikumbukwe kwamba katika michezo wa mzunguko wa kwanza uliochezwa uwanja wa Azam Complex baada ya dakika 90 Novemba 7, 2024, ubao ulisoma Yanga 1 Tabora United goli 3. Bao la kufutia machozi kwa Yanga lilifungwa na Clement Mzize. Kocha aliyekuwa benchi kwenye mchezo huo kwa sasa hayupo kwani timu ipo chini ya Genesis Mang'ombe. Huyu ni kocha anayetarajia kukaa bench April 2, 2025 baada ya kuchukua mikoba ya Anset Kiasmark aliyekuwa benchi kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza. So hizo ni taarifa ambazo zipo mkoani Tabora sasa hivi. Macho yote na masikio watu wameelekeza mkoani Tabora kuelekea mechi ya marudiano baina ya Tabora United dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Huu ni mchezo ambao unaonekana kuwa na mvuto mkubwa sana kutokana na matokeo ambayo yalipatikana mzunguko wa kwanza kwenye uwanja wa Azam Complex, pale ambapo kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, mabingwa watetezi hawa, wakapigwa goli 3-1, kitu ambacho kiliwashangaza wengi, na pale ndipo mvurugano ulianzia, na ndo hapo kocha Nasruddin Gamond aliondoka kwenye klabu hiyo mara baada ya kufungwa goli hizo. Sasa kesho wanaenda kukutana, huku Yanga akiendelea kuwa na maumivu ya kufungwa goli 3, lakini pia anahitaji hizo pointi ili kuendelea kukaa pale juu, kwa sababu aliyeko nyuma yake anamzidi pointi 1 tu kama tunaye atashinda michezo yake yote. So Yanga ana uhitaji mkubwa sana wa pointi hizo 3 kuliko hata Tabora United. Ngoja tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye mchezo huo wa kesho utakaochezwa mida ya saa 10:15 jioni mkoani Tabora kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi.